kuonyesha ya kwamba wewe umesimama. Sasa Wanjiku, ati sababu wewe umetenda maovu na mimi nitende maovu, kwa hivyo sisi wote hakuna mwenye anaweza toa mwingine kwa nini? Kwa shimo. Tena wewe unasema mhubiri ni mtenda dhambi. Unajuaje akipiga goti anaogeagaje na Mungu wake? Unajuaje anaogeagaje? Ajue ya kwamba ni yeye anabaki pale. Yeye anakuja kusema mhubiri ametenda dhambi, hata yeye amefanya, hata ni kama mimi, mhubiri si kama wewe. Vile Wanjiku nimekitenda maovu na mimi wewe utenda maovu. Mimi nikienda nipiga goti langu pale, wewe utasindi kushamba nyagaa nimetenda dhambi. Lakini Mungu mimi amesanisamehe sababu nimeenda nimepiga magoti na nimefanya nini? Na nimesamehewa. Lakini wewe umekaa tu hapo ukisema mhubiri anatenda dhambi. Shida iko kwako. Shida iko na wewe. Lakini tunaambiwa eti mwenye anateswa kwa sababu ya Kristo. Kwa hivyo ile tunahimizwa siku ya leo, hata kama unateswa na unateswa kwa sababu ya kutenda mazuri, heri uteswe, sababu siku ya mwisho utapata zawadi ya dhamana mbinguni. Wanjiku, ni kweli kabisa. Heri uteswe ukiwa ndani ya Kristo kuliko kuteswa ukiwa katika dunia. Wanjiku, sababu ukiwa unateswa ndani ya Kristo utajua jinsi ya kusimama tena kabisa. Lakini kama wewe unateswa ukiwa kiundunia, Wanjiku, unaona ni kama ya kwamba watu wanakuachilia. Wanjiku, utaona ni kama ya kwamba Nyaga hana haja na wewe. Utaona ni kama ya kwamba Wanjiku alikuwa hapo just for the hisabu ya mali yako ile uko nayo. Sababu wewe unateswa kidunia ukiwa dunia. Wanjiku, ni kweli kabisa. Lakini ukiteswa ukiwa ndani ya Kristo, ukiteswa sababu ya Kristo, si Kristo atakutetea. Wanjiku, Mungu atakutetea, director wetu, kama unateswa ukiwa ndani ya Kristo. Lakini ukiteswa ukiwa dunia, ndio sababu utaanza kusema hata Nyaga ni mtenda dhambi. Hello? Sababu wewe uko katika kiundunia tu, ndio unasema umeokoka. Lakini unasema unatenda maovu sababu pastor wenu wamefanya maovu. Ole wako ati wewe unainukia huyo na ni yeye mwenye kukurudisha ukajua neno na Mwenyezi Mungu. Ama unainukia si inaitwa nini? Madhabahu ya wengine. Wewe ambao unainukia madhabahu ya wengine bila kujua ya kwamba kuna kiumbe kidhaifu cha Mwenyezi Mungu kinaenda pale katika ile madhabahu na kinaona Mwenyezi Mungu mahali pale. Sababu hili wewe unaohukumu Nyaga akiwa peke yake sababu ya ile matendo anayotenda, kuliko wewe unainukia ile madhabahu ya Mwenyezi Mungu ambao watu wa Mwenyezi Mungu wanaenda kumlilia pale, na wewe unaanza kuinukia sababu wewe uko na laana kubwa, umelaaniwa. Jameni, wache kwanza utoe ile mgogo iko ndani, makijiti ile ambayo iko ndani ya jicho lako, kabla ujenda kutoa mgogo ulio jicho ya mwenzio. Jameni, tunasikizana hapo? Kabla sijaona Wanjiku ni mtenda dhambi, jiulize wewe ni mwadilifu kwanza. Wewe ni mtenda dhambi kwanza. Kwa hivyo lazima ujichunguze kwanza, uone ya kwamba je, Wanjiku anateswa kwa sababu anateseka sababu hakuwa naenda na njia ambayo ni mzuri. Wanjiku unaanza kumwaccuse. Hata ukiona Wanjiku anapitia hayo, ni yale yametendea wengine. Jameni, watu wengi tunakaa katika kiti cha Mwenyezi Mungu. Tunakuwa wahukumu. Tunaanza kuinukia wengine ati sababu ya yale wewe unaocha na macho yako wewe mwenyewe.
hata ingine ni ya kusikiza, si kuona, ni ya kusikia. Umesikia mwingine akisema na unaanza kuinukia huyo bila kuchunguza wewe huyo mtu anaitanishwa anje na Mungu wake. Unajua Wanjiko, huwezi jua mimi nimeitanishwa anje na Mungu wangu kabisa. Huwezi jua. You cannot know. Mwenye anaweza jua vile tunaitanishwa na yeye ni Mwenyezi Mungu peke yake, ndio anajua tumeitanishwa anje na yeye. Kwa hivyo hole wako wewe unaniukia ukijua ya kwamba mimi ni nyaga tu, lakini njua ya kwamba kuna Mungu mkuu ndani yangu, mwenye kumuumba, mwenye kuniumba. Kwa hivyo wajameni, wacha tusianze kuinukia watumwa wa Mwenyezi Mungu. Wakati nyaga ninapokuinukia, nainukia kasi ya Mwenyezi Mungu kweli, maana sio mimi niliumba nyaga, ni Mwenyezi Mungu alikuwa. Wengi wanasema naongelelea kuhusu mapasta, mafadha, wahubiri. Nikisema wacha kuinukia mtume wa Mwenyezi Mungu, hata yule mtoto ako kwako Wanjiku ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, sababu Mungu ndiye aliyemuumba na akamtuma katika hii ulimwengu kabisa. Usiinukie mtu yoyote kulingana na vile mimi naelewa. Usiinukie mtu yoyote. Kwanza wewe ujichunguze, ujinjue. Ukijinjua sasa, anza utaratibu wa kujuana na Mwenyezi Mungu kabisa. Na Mungu wakati utakapokuwa kwa shinda, na yeye atakushika mkono kabisa. Lakini kama wewe unaendanga kwa jina na mtu mwingine, Mungu nibariki sababu sifanani na Wanjiko, Mungu nikumbuke sababu sifanani na fulani, hakuna kitu nafanya wewe, hakuna kitu nafanya. Sisi wote neema ya Mwenyezi Mungu ndio inakuanga juu yetu. Neema tu ndio inafanyanga tu and the next step ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kile ambacho ningewaomba, tafadhali ukisoma hilo neno vizuri, enda urudie. Tumeambiwa ni Petro wa kwanza 4 kutoka 12 mpaka 19. Na ukisoma vizuri ukiwa umekaa chini, utazidi, Mungu atazidi kukufunulia kile ambacho anataka kusema na wewe siku ya leo, sio ya jana, ya leo. Hili neno limeandikwa miaka mingi sana imepita, lakini inaongelea leo. Wewe umeisimama aje katika utakatifu wa Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo mimi nawapenda sana, na Mungu anawapenda sana, na anawawazia mawazo mema. Tutawachia hapo kwa neno la Mwenyezi Mungu, sababu kila kitu na wakati wake kabisa. Kila kitu na wakati wake. Kwa hivyo siku ya leo tutafikisha hapo, sababu nasikianga mzungu akisema too much of something is poison. Tunaweza ongea sana kuhusu hili neno, na kumbe Mungu kuna ile neno tu alikuwa nataka useme na ikuinue wewe, ama ikutoe katika ile shimo ulikuwa umeingia Wanjiko. Kwa hivyo wewe, heri wewe umepatana na hiyo neno na ikakuinua. Na hole wako wewe unapoona tu ni nyaga anaongea, hole wako. Na heri wewe umesikia neno na ukaipokea ikiwa ya kwako. Hole wako wewe unaona nyaga tu kale kama mtu tunakutananga na wako hapa kwa barabara, bila kujua ya kwamba Mungu anatumianga kile kiumbe kidhaifu kuinua, yani kusambaratisha kile kinachiona kikiwa juu zaidi Wanjiko. Yani vile tunasema Ngai ahoragera hiyo ile adu Wanjiko kweli. Kile kiumbe ambacho unaona ni kidhaifu, kale katoto unaona ni kamkaidi, ndiko ako ndiko Mungu atatumia ukutoa katika hiyo maisha unajipeleka hapo mbele, ama ile maisha unajiona wewe huko. Kwa hivyo wengine wanajionaga wakiwa special kuliko wengine. Kwa hivyo mbarikiwe sana na Mungu azidi kuwatendea mema. Amina.